Salim Zanzibar, nuru imani yako. Tafadhali subscribe, share na like. Wajazakumullahu khair, barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Enyi ndugu Waislamu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Allahu azza wa jalla anatuambia, wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu, na ikiwa Allah amekugusa kwa madhara, basi hakuna wa kuyaondoa madhara hayo ila yeye peke yake. Wa in yamsaska bikhair fahuwa ala kulli shay'in qadir, na akikugusa kwa mazuri yoyote, akikuletea yale yanayofurahisha nafsi yako, basi tambua ya kwamba yeye ni muweza juu ya kila kitu. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, na yeye ndiye mtenza nguvu, yuko juu ya waja wake, na yeye ndiye ambaye mwenye hekima na ndiye anayehukumu mambo na ni mwenye habari juu ya kila kitu. Mambo yote yako katika mikono yake. Maqalidul umuru biyadihi, funguo za mambo yote zimo katika mikono yake. Yu'izzu wa yudhil wa yu'ti wa yamna ويحيي ويميت ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي بيده الامور. Kwake ndo kuna mambo, anachekesha, analiza, ndiye anayehuzunisha na kufurahisha, ndiye anayempa mja na kumnyima, ndiye anayehuisha na anayefisha. Mambo yote yako katika mamlaka yake. Zuri tunalolitaka nalo yeye, ikiwa katika upande wa machumi na kipato, au katika upande wa afya, au katika suala kubwa kuliko yote nalo ni suala la dini na iman na al-yaqin na husnul khatima. Haya mazuri tunayoyataka yamo mkononi mwake, na madhara ambayo tunayaogopa pia ameyamiliki yeye. Akikugusa kwa madhara, hakuna wa kuyaondoa madhara hayo ila yeye, na akikuletea kheri, hakuna hasidi yoyote atakayezuia. Ni yeye ndiye aliyempatia maradhi ya Ayub, na yeye ndiye ambaye anayeondoa. Na ndiyo maana basi mwanadamu ana asbab ambazo anatumia kujitibu. Kuna asbabu ni yaqiniyatun rabbaniyah, kuna sababu za hakika katika matokeo yake na asili yake zinatoka kwa Allah azza wa jalla, zinahusiana na dini direct. Nazo ni zile asbab za dua na maombi na ruqya na amali njema. Halafu kuna kujitibu kwa njia za madawa ambayo yanaweza akaleta natija, yanaweza asilete, bali wakati mwingine akaleta madhara. Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu alimshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam maumivu ambayo anayahisi katika mwili wake tokea siku aliyoslimu. Mtume akamwambia, dha yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadik, weka mkono wako katika ile sehemu inayouma katika mwili wako. Waqul, sema bismillahi thalathan, sema bismillahi mara 3. Waqul 7 marat, kisha na useme mara 7, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Haya ni mafunzo Mtume anamwambia sahabi huyu ambaye kusilimu kwake kuliambatana na haya maradhi, kasilimu na akafikwa na maradhi, ibtilaan min Allah, kwa kujaribiwa, jaribio maalum lilotoka kwa Allah azza wa jalla. Akapewa mafunzo haya. Muislamu, unapoona uvimbe katika mwili wako unaleta madhara na maumivu, au chochote kinachokuuma, basi weka mkono wako sehemu ile, sema bismillahi mara 3, yaani kwa baraka na msaada wa jina la Allah najiombea ombi hili na najisomea kisomo hichi. Kisha baada bismillahi mara 3, sema mara 7, a'udhu billah, nataka ulinzi kupitia Allah, wa qudratihi, na kupitia uweza wake, min sharri ma ajid, anilinde na shari ya hichi ninachokihisi hivi sasa, ambapo ndio hayo maumivu, wa uhadhir, na shari ya kile ninachokiogopea. Wakati mwingine mwanadamu anaogopa maumivu hayo yasije yakawa ni tatizo endelevu kubwa zaidi likasababisha hata mauti yake.
anapoomba dua hii huwa ameomba jambo kubwa, amemuomba Allah amlinde na shari alichonacho hivi sasa na anachokiogopea hapo baadaye. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Na katika riwaya Imam Malik imekuja a'udhu bi'izzatillah, nataka ulinzi kupitia izza ya Allah. Kwa atakayesema billahi ni moja katika riwaya, na atakayesema bi'izzatillah kaongeza na neno izza, nataka ulinzi kupitia utukufu na izza ya Allah isiyoshindwa. Wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Uthman ibn Abil As anasema fafa'altu dhalik, nikalifanya hilo ambalo mtume amenifundisha, nikajisomea hivyo ambavyo amenifundisha. Fa adhhaba Allahu ma kana bi, Allah akaniondolea ile hali ya maumivu nilionayo kwa muda mrefu. Falam azal amuru biha ahli wa ghayrahum, basi nikaendelea kuwafundisha dua hiyo familia yangu na wengineo. Kila mtu nampa hiyo faida. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mafunzo wameyachukua masahaba yakawaletea kheri, lakini watu wanayaacha haya, wanakimbilia mengineyo ambayo yatawaletea madhara katika dunia yao na dini yao. Anasema alayhi salatu wassalam, man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Atakayetundika herizi, Allah asitimize mambo yake mtu huyu, na atakayetundika kombe, huyo naye Allah simpe utulivu. Haya ni maapizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamima ni herizi na alwada'a ni zile kombe zinazokusanywa kule pwani. Wengine wanatengeneza mtungo kama wakidani wakavaa, wakitaraji eti kitu kile kitaondoa jicho la atakayetaka kumdhuru, eti kitu kile kitamuondoshia madhara. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anaapiza, anasema man allaqa tamima fala atamma Allahu lah, wa man allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Na katika hadithi ya Uqba ibn Amir anasema kwamba yeye Uqba alikuja akiwa pamoja na watu 9 pamoja naye, na yeye akiwa ni wa 10. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa mkono wa bai'a na kuslim. Fabaya'a 9 wa amsaka an rajulin minhum, Mtume akawapa bai'a 9 miongoni mwao, lakini mmoja hakumpa mkono, akauzuia mkono wake alayhi salatu wassalam. Ikabidi waseme masha'nu, ya Rasulullah, huyu ana nini? Mbona peke yake hukumpa mkono? Akasema inna fi adudihi tamima, huyu sehemu ya juu ya mkono wake pana herisi, kaifunika watu hawaioni, lakini kwa wahi Mtume anajua. Akasema ana herisi huyu, katundika katika mkono wake. Faqata'a ar-rajulu tamima, yule mtu akaikata herisi yake. Fabaya'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapo ndipo Mtume alipompa mkono. Thumma qala, kisha akasema man allaqa faqad ashraka, man allaqa, atakayetundika, faqad ashraka, huyo amefanya shirki. Yule ambaye ametundika kiatu kinaning'inia mlangoni mwake akidhani kitaondoa balaa, na mwingine akatundika kitu fulani katika gari yake akidhani hicho kitakuwa ni dafa albala, ajue kwamba ta'allaqa bighairi Allah, amemtegemea mwingine asiyekuwa Allah, na katika hilo pana majuto na huzn. Isa ibn Abdurrahman ibn Abi Layla anasema niliingia kwa Abdullah ibn Hakim akiwa na humra. Abdullah ibn Hakim alikuwa na mabaka mekundu katika ngozi yake, anasababisha homa kali na ni aina ya maradhi ya maambukizi. Fakultu, nikamwambia mimi Isa, nikamwambia Abdullah, ala tualliqu shay'a, ikiwa unaumwa kiasi hichi, homa kali, ngozi imeharibika, wekundu umejaa mwilini, hutundiki kitu kikakuondoshia madhara? Akasema almautu aqrabu min dhalik, mauti yako karibu zaidi kuliko mimi kufanya hilo, nikafanya shirki wakati uhai ni mfupi. Kisha akasema Mtume amesema man allaqa shay'an ukila ilayhi, atakayetundika chochote ataachiliwa nacho hicho kitu. Allah anaondoa mkono wake kwa huyo na anaondoa msaada wake, na hapo hakuna kinachobakia ila balaa. Haya ndiyo mafunzo ya waja wema waliopita, na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud alipoingia kwa mkewe, alipomkuta katika shingo yake ana kitu kimefungwa mafundo, fajadhabahu faqata'a, akakivuta kitu kile shingoni mwa mkewe kisha akakikata. Kisha akasema laqad asbaha alu Abdillah aghniyaa min an yushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, hakika familia ya Abdullah, akijikusudia yeye mwenyewe nafsi yake, familia yangu mimi Abdullah imetoshelezeka zaidi kuliko kuhitaji kumshirikisha Allah na kitu ambacho Allah hakuteremshia hoja na kufaa kwa kitu hicho. Sisi si wahitaji
wa mambo hayo wakati tunaye Allah? Kisha akasema Abdullah, nimemsikia mtume akisema, inna ruqa watamaima watiwala shirk. Inna ruqa, hakika visomo vilivyobeba shirki, kutajwa majina ya mashaitani na majini, kisomo kisichokuwa cha Qur'ani na dua, yani visomo ambavyo mara tunaona yametiwa majina ya viumbe, mara majina walioshiriki katika vita vya Badr, ahla al-Badr, mara yametiwa majina mle ya shayatin. Almuradi halikutumika jina la Allah, hakuombwa Allah kwa dua zinazostahiki zinazofaa, wala haikutumika Qur'an. Wametajwa viumbe pale wakategemewa. Ruqa hizo, watamaim na herizi, watiwala na limbwata, shirkun, vyote ni shirki. Wakasema masahaba, wakasema walioambiwa habari hii kutoka kwa Ibn Mas'ud, ya Aba Abdirrahman, hadhihi ruqa watamaim qad arafnaha. Hizi ruqa, hivi visomo hivi vyenye shirki na hizi herizi haya tushayajua. Fama tiwala, tiwala ni nini? Akasema shay'un tasna'uhu an-nisa yatahabbabna ila azwajihin, ni kitu anakifanya wanawake kwa ajili ya kujipendekeza kwa waume zao. Kwa hiyo yanatumika mambo ya kishirikina kuvuta moyo kwake. Hii ni shirki na ndio inaitwa limbwata kwa lugha ya Kiswahili. Na hufanyika tiwala kwa lengo la atahabbubu au sarf, ima yeye ajikurubishe kwa mumewe apendwe zaidi, au moyo wa mume auondoe kwa mke mwenza. Haya mambo yanafanyika, na hizi ni shirki ambazo zitaweka mbali watu na Allah azza wa jalla. Nas'alullah azza wa jalla an yahfadhana wa iyyakum min kulli bala'in wa su', wa an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsanah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عباد الله, hakuna khairi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hajaifunza, wala hakuna shari ambayo mtume hajahadharisha. Wama mana'a baban illa fataha abwaba, na hakuuzuia mlango ila kaifungua milango mingi kuliko ule uliofungwa. Naam, pana fursa katika Uislamu wetu wa kusomeana visomo vya Al-Qur'an na hali kadhalika dua za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia mtume ametufundisha tiba isiyokuwa hiyo ya nyanja za ruqya, akatueleza katika haya ambayo tunajitibu nayo yenye uhakika zaidi ni mambo matatu. Akasema alayhi salatu wassalam, in kana shay'un min adwiyatikum khair, ikiwa katika dawa zenu na matibabu yenu mnayotumia pana khairi, kama kuna khairi katika tiba zenu, basi ni katika haya matatu. Fa fi shartati mihjam, kwanza katika kile kiwembe anachotumia yule mtu ambaye anafanya hijama, kuumika au kupiga chuku, kitendo cha mtu kuchanjwa ngozi yake ili ikatolewa damu chafu katika mwili wake. Shartatu mihjam ni tiba kubwa, hiyo ni ya kwanza. Au sharbati asal, au unywaji wa asali, au ladh'atin binar, au mtu kujichoma kwa moto. Kama chuma cha moto kinapigwa kinakuwa chekundu, halafu anagusishwa nacho katika ile nyonga ambayo imekataa dawa zote, katika ule mguu ambao umeendelea kuuma kwa miaka, hakuna tiba iliyofaa. Ingawaje akasema wama uhibbu an aktawi, na mimi sipendi kupiga chuma cha moto. Na katika hadithi nyingine, wa anha ummati anil kai wa akrahu alkai, nachukia jambo la alkai, hakulipenda mtume, na kama kwamba anawakataza ummati wake wasielemee zaidi katika tiba hiyo. Ingawaje wanasema alkai wa akhiru ma yati alaqaqiru, chuma cha moto ndio tiba ya mwisho baada ya kushindikana nyinginezo. Ndugu zangu Waislamu, hijama ni mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Jibril kaletwa kutoka kwa Allah azza wa jalla aje amwambie mtume awaamrishe umati wake alhijama. Kuumika na kupiga chuku ni kheri katika umma na ni baraka na ni neema iliyotoka mbinguni, na kila kilichokuja katika mafunzo ya dini kukitumia kina kheri. Ukiambiwa al-asalu shifa kwa ushahidi wa Qur'an, basi na maneno ya mtume amekuja hapo. Na mtume pia amesema al-habatu sauda shifaa'un min kulli da illa al-haram was-sam, na punje nyeusi al-habatu sauda ni shifa
ya kila maradhi isipokuwa uzee na kifo. Ndugu Waislamu, dini yetu imekuja na ukamilifu na barakati na khairat. Tukiishika hii, furaha ya dunia tutaipata, hali kadhalika furaha ya akhira. Lakini mwanadamu akipinda, akafanya shirki, akatoka nje ya Uislamu, akaporomosha mema yake ambayo aliyajenga kwa miaka, itakuwa ma aswa hadha alhadm ba'da ta'mir. Ni jambo baya lilioje kubomoa jengo la amali njema baada ya kujenga kwa muda mrefu. Kajenga mtu miaka kadhaa, lakini ndani ya sekunde kadhaa anaporomosha amali za miaka 40 na 50 na 60 kwa sababu ya ushirikina. Mtume anasema la in ashrakt la yahbatanna amaluk. Allah anamwambia Mtume, la in ashrakta, kama utafanya shirki, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaporomoka. Nas'alullah an yahfadhana wa iyyakum min ash-shirk wa an yaj'alana wa iyyakum muwahhidin ghayra mushrikin حنفاء لله عز وجل. اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارزقنا، اللهم إننا نسألك اليقين والتقوى. اللهم ثبتنا على هذا الدين إلى يوم الممات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على الرسول. اللهم إننا نسألك أن ترضى عن الصحابة. اللهم ارحم المسلمين أينما كانوا. اللهم إننا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين وأن ترحم موتاهم. ارحمنا وارحم بنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ارزقنا اليقين والثبات، وتوفنا مسلمين مؤمنين موحدين غير مشركين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.